Watu wangu, unasemanga nini? Mani sude go bungu mauda bungu imucha pesa. Uko chaji. AKA, Valdo Mavitu. Kama kawa, Commander in Chief ya Magoon Z. Mimi ni ule mzee na mjanga tutaki Magoon. Hata nyinyi mnajua. Thank you very much. Show bam kubwa tunawaletea hapa hivi. Bonga na Mavitu show. Ukiwa pale mtaani, kila mahali uko. Wewe banda na Mavitu, shida yoyote. Mama wa soko, kama wewe ni mtu wa kuuza mtura nini, uko ready, hapa umekaribishwa. Banda, bonga na Mavitu show. Watu wangu kama mnajua Valdo Mavitu yuko peke yake. Hapo na co-host anajiita Sinyalu Kingpin. Yo, what up? Ndio. Uko fine? Niko fresh. Mbona report studio benapa? Kama kawaida jamu imekuwa mingi lakini nimewahi. Kuvute kazi my friend. Mbona shindo ufiki? Hawezi nivuta. Kwa uchumi ya Ruto hawezi nivuta. Okay, welcome to the show. Ambie venye kunaenda. Yes, welcome. Ni mimi wako presenter Sinyalu Kingpin. Na tuko hapa episode 2 ya Bonga na Mavitu. Yaani tumekuletea mgeni, sijui ni mashuhuri, sijui ni kwa mgeni. Nimesikia kuna watu wanasema ati Bonga na Mavitu ni ya Magoon. Platform ya Magoon. Hata mimi nimesikia hivyo. Watu wameongea sana. Sijui wewe Sinyalu Kingpin huko mahali unatoka wanasema aje kubonga na Mavitu show. Huko mahali nimetoka wanasema hivi. Hii show imeletwa na Bonga na Mavitu. Ni Magoons, ukienda huko ni Magoons tupu. Mimi nawaambia ukweli. Ile siku mtaona tumewaletea Ruto hapa kwa Bonga na Mavitu, ndio mtajua hii show ni bam kubwa. Sinyalu ya kukata na mashia shoka. Sinyalu Kingpin. Okay. Sinyalu Kingpin, welcome. Nataka sasa tuende direct. Utukaribishie mgeni wetu mheshimiwa. Mwenye tuko naye ndani ya nyumba. Mavitu yao. Kwa podcast yetu ya Bonga na Mavitu show. Unasemanga nini? Hapo sawa. Ndio. Ushasema. Ingiza ndani. Nimepewa inaitwa namna gani? Ruhusa ya kuintroduce mgeni. Mimi nakwambia mgeni wa leo. Mimi nakwambia tuko na sarakasi leo kwa studio. Sarakasi. None rather than Mr. Bigger man. Any big man. Big of the big. Mkubwa. The Luo Kingpin. Umesahau. Tretable. Sangwenya. Sorry. Kuna. Nani huyo? Sangwenyabo. Nevertheless, Mr. Kibi. Tuko na Kibi ndani ya nyumba. Karibu Kibi. Karibu sana. Leo uko kwa nyumba ya Valdo Mavitu. Nimekuja kuona Valdo amepanga nini sababu watu wengi wanakujudge. Many people judge you. Hata wewe mali uko watu wanajudge Valdo. Mbaya sana. Wanasema but we want to tell people this is something very serious. Very big. Yeah. Ni very serious. Hiki ni serious bwana. Kijana atoke ghetto atengeneze studio bwana. Ni moto. Si mchezo. Kijana saidia ndugu yako. Kijana saidia kijana mwenzake. Tuinuane. Hiyo ni usemi yenu bwana. Mimi ni mzee bwana. Hiyo ni yenu. Kwa hivyo Kimbi wewe unajua namna gani? Kijana afanye nini? Kijana asaidie wenzake. Kijana asaidie mwenzake. Unajua hiyo ni slogan yenu ya wale vijana wengine magunzi. Sisi tunasema unajua kitu ya kwanza venye nimekaa hapa. Valdo bro, nimeshukuru sana, appreciate. Thank you. Nimekuja with a lot of honor and humility. Mimi nakukaribisha. Kukaa chini ufikirie kututengenezea studio hapa geto. Ni ngumu, wengi wamejaribu, wameanguka. Unajua Mr. Kimbi, nilikaa chini nikaona hizi podcast ziko, lakini watu wetu wa ground, watu wa ghetto hawafikiwi. Ogobina kona podcast zake. But ukiona mtu wa ghetto ama mtu aja trend. Yeye anaitanga wale watu wametrend. Hata mnaendanga. Julie trend. Wewe unajua ni mdosi. Wewe ni big man. Mdosi. Wewe Kenya mzima ama si Kenya dunia wanakujua. Sasa Yesu wite Sinyalu Kingpin naende kwa Ogobina. Wanaonekana watanijua. Wanijui. Haizi enda so. Ogobina, Kingpin na Valdo Mavitu wanalia. Tunalia. Mwambie. Valdo Mavitu na Kingpin wanalia sana. So waitie show ndio tumalize hii slogan ati wewe unatafuta watu wametrend peke yao. Tumsaidie kwa hii video
hii video mtakata mali naambia Ogao Bina aite Valdo Mavitu na Shinyalu Kingpin. Yes. Na mtumie Obina direct. Mtakuwa sawa. Yes. Na mtumie mkiwa na yeye, na mkiwa na nyinyi. Akikataa akatae tu, lakini nimemtumia. Kimbi. Ile kitu nataka uambie Mr. Ogao Bina ni kwamba kuna kuanga na step 1 na step 2. Unakuwa na stairs moja na ya juu. Si ni kweli? Sasa sisi ni hao wa chini. Tuanzie sisi wenye tunawachukua bado wanafika pale kwake. Kwa hivyo asitusahau pia sisi ni kama yeye. Nice one. Yeah. That's good. Bila kusahau watu wangu wenye watu watch pale, hii ni Bonga na Mavitu show na tumekaribisha kila mtu. Yes. I'm the host Valdo Mavitu ndani ya nyumba. Unasemanga nini? Alongside the Shinyalu Kingpin himself. Na leo tuko na mgeni wetu Kimbi. Tunataka tugene story kidogo. Mr. Kimbi. Yo man, what's up? Welcome kwa studio. I'm glad. Sasa niko na mchecheto ya kukuuliza kidogo Mr. Kimbi. Yes. Kitu nimefanya nikulete hapa ni watu wanajiuliza maswali sana. Nikitembea kwa ground nasikia maswali. Kimbi nimesikia mmetoka kwa ile ground ya Jacaranda. Yes. Na nimesikia mmejibeba na crew yenu. Mkaenda. Na nasikia wewe kama Kimbi mko na mwenzako hapo sijui anaitwa Super President mjukuu wa bunduki. Mmebeba watu wote wa Jacaranda mkaenda mkafungua bunge mahali pengine. Hebu tuelezee hii story ya Jacaranda na hii bunge yenu inaenda aje? Kitu ya kwanza, asante sana Valdo Mavitu. Umeniuliza swali. Nataka kukujibu professionally. Jacaranda ndio imetulea, imetukuza na imetutoa chini. But being ni Jacaranda imetusaidia sana. Mpaka sasa hivi mimi sijadharau Jacaranda. Ni kama mama. But ilifika mahali kuna makateli wenye wamezoea, ni parasite wenye wamezoea kunyonya damu ya watu. Unatafuta mradi, ukileta wanakurusha nje. Wananyonya damu ya watu, kwani ni devil worshiper? Yani ama wananyonya aje? Unatafuta job, unatafuta client. Unakuja naye kwa bunge, unamwambia huyu jamaa ako hivi na hivi, nataka unisupport hivi na hivi. Unapata wewe amekurusha nje, yeye ndiye sasa anapanga. Unamaanisha wewe kama Kimbi umeenda ukachukua mtu kama Sakaja. Sema Sakaja, umempeleka Jacaranda. Bosi yeye. Sasa wewe ndio bosi juu umeleta mheshimiwa. Hapana, wanazunguka wanachukua namba ya mheshimiwa. Wanakutoa sasa unapata kama mtu ana text mheshimiwa anasema sijui ni mlevi, yeye hata pesa, yani vitu mingi ndogo ndogo. So Kimbi pause. In short unamaanisha Jacaranda kuna backbiters. Wanakusabotage. Wanakubackbite. Sangwenya. Mawe ya muongo. Hawa. Ungrateful. Iwachoga ngo. And worthless. Unasemanga nini? Mavitu. Wacha nikwambie bro. Mavitu. Wacha nikwambie kitu. Unaona hata hii show yako itakuwa kubwa. Bora huyu asikubackbite nyuma. Unacheki. Kila mahali kuna sheria na in a society we have law. Unaona? Ya pili sisi mimi tumetoka tumefungua bunge nyingine inaitwa Embakasi chapter. Iko hapa kwa Dio. Kwa Dio hapo ni Embakasi Central sasa. Central, yeah. Na Jacaranda ilikuwa Embakasi East. So mmetoka Embakasi East mmeenda Embakasi Central. Tumevuka tu kidogo. Tumevuka tu kidogo. Kimbi uzima te. Sasa pale sisi hatuna haja na kula jasho ya mtu. Mko na haja na kula. Uliona juzi kwenda Kisumu kwa hii rally ya Kisumu. Jacaranda bunge ilikosa watu wa kuenda, ilikosa gari. Si tunasikia Embakasi chapter ilienda na gari. Tunasikia Embakasi chapter ndio waendea kinyume huko kujuu. Wametusa haya bwana. Nasikia mlienda Kisumu. Na sasa hii tunafunga milango yote. Hakuna kuingia. Sasa hii hata members wenye tuko nao sasa hii. Hao ndio wetu. Kimbi. Mimi niko na swali. Unamaanisha mtu wote mwenye anatutazama pale unataka kumwambia aje? Unataka kumwambia kwamba bunge la Jacaranda imefifia ama dead. Bunge la Jacaranda lina viongozi wenye hawako, yani management yenye iko Jacaranda ndio. So unamaanisha management ya Jacaranda is dead. Null and void. I will not say that, but management is very poor. Unajua in a society where bunge inaweza tumika kwenda kupiga watu. Hiyo ni mbaya. In a society where bunge inaweza tumika hata kwenda ku threaten police. Hiyo ni mbaya. Sababu kuna MP mmoja anafund hiyo bunge.
na huyu MP ndio nataka mkiwa kwa bunge mnaimba yeye na one term. Shikilia Kimbikimbi. I want to get me right. I want to get me. Hapo ndo nilikuwa nataka speak. Unanipeleka mbio. Nataka kuambia watazamaji kitu. One by one juu watu wametaka kujua. Tangu muachane bunge ya Jacaranda na bunge mfungue mpya bunge Embakasi chapter. Kuna watu wanaulizia, wanataka kujua. So, kuna president alichaguliwa, Sinyalo Kingpin. Kuna president alichaguliwa pale Jacaranda. Na nikifuatilia mzuri, president alichaguliwa kupitia mkono ya one term, ambapo ni Kimbikimbi anasema kuna MP. President alikuwa anaitwa haikuwa mkono yake. Mjukuu akichaguliwa, kila mtu election ilikuwa inafanywa hivi. Presidential candidate anatoa 14,000 ya kuregister kwa ballot. Unaona? Kila president kulikuwa na 14,000 ama 14,000. 14,000. Kila president tulikuwa watu wanne. Kulikuwa na Deno, kulikuwa na Mjukuu na kulikuwa na wengine. Hiyo siku tulifanya mchana peupe. Watu wakapanga line, wakachagua Mjukuu akawini. Deno akakuja wakasalamiana na Dennis, wakasalamiana na Mjukuu. Tukakubali hiyo ni step 1. Tulitoa Jacaranda kwa ile uongozi yenye president alikuwa anakuja anachaguliwa. Watu wanatoka tu huko na mamiti na mapanga na manini. Wanakuja wanawafukuza mpio kwa bunge. Sasa hiyo mmekimbia wanapisha president. Nyinyi mkikimbia president anapishwa. Kwani sasa mkirudi Sasa mkirudi mnaambia huyu ndio president lazima ufanye naye kazi. Unanipata bro? So usikupenda kwenyu. President alikuwa anachaguliwa through coup. Unajua coup? Yaani walikuwa president alikuwa anachaguliwa kupitia Guinea. Guinea ile ng'onango. Hii nini? Watu wanaenda wanakaa chini watu watano, wanasema wanapanga vijana. Wanasema huyu president tuko naye hapa ametufungia njia ya kukula. Atukuli rais. Sasa tuende tumfukuze mbio. So tunakuuliza je? Wana time siku yenye president ako kwa bunge. Wanakuja na mafimbo marungu. Sasa Kimjukuu sorry. Hata niliona mwingine alitolewa akibeba juu. Wakampeleka mpaka post. Kimbikimbi. Mwizi. Mwingine Teramos. Kimbikimbi tulia. Nakuuliza je Kimbikimbi. So unamaanisha pale Jacaranda dictator ni alikuwa Mjukuu ndio maana akatolewa, ama hii serikali imeingia mpya ndio dictator wanataka wakule. Unaona Jacaranda sasa sio bunge, ni bunge ya kijiji. Tena sio bunge yenye ni genuine ya bunge. Hadi bunge ya kijiji wewe hiyo ni bunge ya kijiji ya Soweto. Hiyo sio bunge. Sasa hebu wacha nikwambie bro. You know the meaning of bunge? Hebu tueleze. Structure. What is the role of bunge in the society? Kazi ya bunge ni kutetea mtu mnyonge mwenye ana uwezo, hawezi, yani kilio yake iwezi fika huko juu. Sasa anakuja anakuambia unaongea kwa bunge. Unacheki. Wakati tuko na crisis kwa dunia, wacha nikupigie story moja Valdo. After 2022 election. Ruto aliwin, si ndio? Akawa president. Watu wakatoroka Raila Odinga. Ruto aliwin akakuwa president. Watu venye ilifanyika hatujui, lakini alitangazwa kama mshindi. Na Kenya mwenye ametangazwa kama mshindi ndio mshindi. Si ndio hiyo? Sasa baba kawa na pressure na stress. Wabunge baka huyu hapa alipiga meza mbele ya baba bwana. Kwa nini? Aliambia baba ati bwana hivi ndio bwana wewe mzee wacha kukusumbua. Ni wakati wa vijana wa kuongoza. Huyu mbunge wa hapa bwana wacha bwana unasemanga nini? Mbunge wa wapi? Taja hapa ni bonga. Huyu wetu huyu. Hapa ni bonga na mavitu show my friend. Mutaje. Huyu mbunge anajijua bwana. Gani? Unataka ni? Kwani mimi ni mjinga? Kwa hivyo unaongea neno na mwogopa. Na mwogopa nini? Hata kikuta ngumi, hata kama ni noma, hata kama ni ngumi. Sasa mkanyaga. Anyway,
Wacha nikwambie Valdo, na kuleta story kidogo. Nilete story. Wakati alipiga meza akawachana na baba, akasema ni wakati wa vijana kurudi. Baba ameenda. Baba ameletwa Kasarani. Huyu mjamaa anakuja na celebrate ushindi. Baba yuko. Kama baba alikuwa anawazuia kukuwa viongozi wa vijana, sasa wakuwe viongozi. Let them rule today. Washinde Ruto. Wakuwe viongozi. Bwana Mvaldo, I'm talking sense. Yeah, you are talking sense. Walikuwa nasema Raila ndiye ametuzuia tusikue hii. Raila ametuzuia tusikue hii. Baba ametuzuia sasa baba yuko. Sasa sasa wakuwe chenye wanataka kukuwa tuone. Mmesikia? Kama uko pale na ulikuwa unapinga. Umemaanisha? Kuna watu walikuwa wanasema baba amewazuia. So baba hayuko hii. Bado bwana ongea bwana, usikilize bwana. Kama kawaida kwa familia tunajua tukiwa na mbaba mwenye ako na pesa na akufe, wale mandugu zake wenye hawakuwa wanamtaka watachukua mali, watafanya nini, nini, si ndio? So hapa kwa hii serikali kama wewe uko unaona baba sijui nini, sasa pia wewe chukua hiyo nafasi jua yuko kwa kingpin. Wewe ndio umesema. Sio mimi nimesema. Kama unataka kuwa kingpin, kama unataka kuwa patron, kama unataka kuwa chenye unataka, lakini straight from Kimbikimbi. Hakuna mtu mwenye tutawahi pata. Hata kota ya baba. Hata nusu. Hata nusu ni mbali, kota. Hiyo nayo ni agree na wewe. Kota. Yes. Unasikia maneno. Agombo tiringinyi, Valdo agombo. Hiyo nayo ni agree. Baba. Tinga. Baba. Unajua Tinga Raila alipokufa Kimbikimbi, niliona watu walikuwa na huzuni sana. Na kuna maneno ilikuwa mingi mpaka huyu mtu wetu wa Mrima anaitwa Gachagua. Alifurahi. Pia nasikia alifurahi kifo ya baba. Wewe ulifeel aje? Wewe kama wewe ndio ulikuwa stronghold wa baba. Kimbikimbi nini? Valdo. Ulifeel aje? Valdo. Kifo ya baba bado ni mbichi mpaka sana. Haijaisha. Inakaa hata baba amekufa leo. Inakaa hata alikufa jana. Kifo ya baba ni mbichi. Milande maketi ya baba alikufa jana. Ni mpya. Kifo ya baba ni mpya. Mpaka saa hii mimi na laumu fundi na mwenye alitengeneza sanduku. Wallahi. Sasa angeziko wapi? Fundi anachukua simiti, anakoroga na wire mesh, anapiga mbao, anafinya chini, na anajua Raila Odinga ndiye analala hapo chini. Shemu ni fundi bwana. Sasa shemu ni fundi. Na Kimbikimbi. Sasa kwa hivyo baba alikuwa afanywaje after baba kukufa? Baba anafaa tengenezwe. Atengenezwe hao. Awekwe tu mahali. Akaushwe. Ayatengenezwe, si kukauswa. Unataka kuua baba mara mbili. Anatengenezwa. Unataka kuua baba mara mbili. Kimbikimbi. Akauswe aje? Kwani ni orege? Yaani kuna ile nasikia wafu wanakaushwa na stima. Acha abonge na wewe akwambie. Mimi ningekuwa kwa capacity ya mtu alitengeneza sanduku. Ningetengeneza hivi na hivi na hivi. Hebu tuelezee wewe kama wewe. Umepewa tenda ya baba. Thank you. Yes, tuambie. Hiyo tenda singechukua. Hiyo tenda singechukua. Sasa ningewaachia hiyo tenda sichukui. Na sasa kama wewe ni mtu, siwezi kuwa miongoni mwa watu wenye wanachangia mazishi ya baba. Sitaki hata kusikia kiati baba nango. Fundi anakoroga wewe. Bado nataka unisikie. Ndugu zangu mnisikize kwa makini. Simoku mtu but this is fact. Fundi amekaa mahali. Amepewa quotation ya simiti, kokoto, mawe, tile, alafu isitoshe amepiga hesabu ya kukoroga baba chini. Raila Odinga fundi anamkoroga. Anajua huyu naye ni Raila. Mtu wa mkono naye analeta batch. Na wanapewa labor. Analipwa. Na wakalipwa. Sasa fundi kwanza alaniwe, adhululiwe, ayeswe, familia yake ikanyagwe. Asiwahi kupata kitu mzuri. Watu wangu ni moto, bonga na mavitu show. Yes, ni Valdo Mavitu ndani ya nyumba na wacha niulize Kimbikimbi kitu. Kimbikimbi kuna shughuli nyingine, event nyingine imefanyika juzi, jamaliza hata 1 week ambapo mama yetu Ida alikuwa na kulikuwa na ule security wa baba damu alikuwa anaitwa security wa baba. Alituambia baba akikufa
Hakuongea na mtu na hakukufa kwa kitanda. Alikufa akitembea. Akaanguka tu. Akaanguka. Sasa hao watu wenye wanasema baba aliwaambia wapi, siku gani? Baba kabla kufe aliniambia hivi. Baba kabla kufe aliniambia hivi. Lakini security alikuja akatuambia baba kikufa kitu alimaliza ni yawa. Hiyo peke yake hata Ida bibi yake hakuongeleza. Baba kukufa kwa hospitali, hakukufa kwa kitanda, alikufa kiwa walk. Na nasikia alitembea 50 meters. Ilikuwa 50 meters. Na yeye alitaka. Nataka kudanganya watu kwa sio. Okay, 50 meters. Kimbi. Usiwahi kuwa na soya uongo. Sawa. Kingpin. Sinyalu Kingpin. Leo tuko na Mr. Kimbi ndani ya nyumba. Show ni bonga na mavitu show na ni mkubwa. Kimbi atuambie. Sasa kidogo tu. Wacha tu watu ni clarify chenye bado mnaniuliza na wajibu. Kitu ya kwanza, kifo ya Raila ni natural death. Nataka muelewe hiyo kitu. Being bado tuko na huzuni, lakini kwa hii maisha kama umefikisha hata miaka 70 uko na bahati. Kama umefikisha 80 uko na bahati. We are celebrating life of the late Baba Raila Amolo Odinga. Tuna celebrate life yake, legacy yenye baba ametupatia. Hatungekuwa na hii bonga na mavitu. Ni ukweli. Baba bwana, mimi nasema chenye wewe unajua, wewe ulikuwa unaona baba lakini haukuwa ipata chance kukaa na baba. Wacha hata chance, hata opportunity kushika tu makucha baba siku. Wewe nyinyi ndio mmeshika baba. Wacha nikwambie, I want you people to know who Raila was. I really regret. I want you to ask yourself, who was Raila? And why is Raila being called baba? Na kuna baba wa binguni. Wana baba Raila Odinga Neber. Simba. Babi Donjo Ire. Donjo Ire Raila, unapata Raila kama amekaa chini. Unajua alikuwa anapenda kukaa hivi. Unamwambia ananiuliza Janeko. Umkelika. Sikuwa ninakuanga wazimu mpaka baba alikuwa anajua. Unamwambia baba, siku moja walikuwa na Joe, walikuwa na Uchila yako, walikuwa na wale ma-MP wa Migori. Ile wakati ma-MP wa Migori walikuwa na fight. Nikaenda kwa hoteli yenye ilikuwa ni meeting. Mwenye aliniambia baba kwa hapa anaitwa Chris Kwenya. Ni MCA huko Migori. Kwenda venye vijana waliniona tu. Wakaniambia Kimbi, si unajua vijana wa baba. Wakaniambia Kimbi ingia. Nikaingia ndani, nikaenda kuambia baba. Watu wakaniambia bwana opportunities zingine ziko zenye ujinga ninatuharibia. Unajua nimeenda kuambia nini Kimbi? Nimeenda kuambia baba. Nimepata kama girlfriend ananisumbua. Sasa Raila yani kidogo ni nani? Umepata na chance ya kuongea na baba. Wewe unaongelea people's president. Wacha niwaambie. Sasa baba ndio ule. Ameniita karibu na yeye, nimekaa hivi, unajua ni boardroom. Watu wamenyamaza, Kinuchilo wamenyamaza, akina Wanga wamenyamaza, Eddie Okech, wakina Nyamita, wakina Mazara. Sasa na hii akili kinaniambia baba nyako moro chanda. Unajua baba Chengangi anakuangalia tu hivi. Wale wabunge wakina Joe. Na ilikuwa ni meeting yenye ni serious. Watu wa Migori wanapigana, wanataka kuistop. Baba nyako moro chanda. Unajua aliniuliza aje. Sasa unaambia baba kufanya nini? Anipatie advice. Alafu baba ananiuliza hakuongea. Aliniuliza hizo chiemo. Nikasema podi. Bichiemo. Akaambia Morris. Kimbi ndio chiemo. 150,000. Enda ukule. 150,000. Enda ukule Kimbi. Mimi yakipra beach. Umekuja na njaa. Njaa imeisha. Wewe unasema njaa. Wacha kando na baba anakupea 150 nje ya kamera. Valdo. Utasikia njaa tena. Nikamwambia baba, mimi hii mkono yangu nimekusalamia nayo. Naenda tu kusalamia mtoto wangu Dave.
Hata hawa si wasalami, nimekata na mkono yangu hivi hata kukota. Na kulipa fare Gari nililipa na simu. Unajua nilienda hapo na pikipiki ya Ngware. Nilitoka hapo na ile unaona ile Noah inabebanga watu airport 5,000 peke yangu nimelalia kukimbia. Ladies and gentlemen, hii ni Bonga na Mavitu show na tuko na Kimbikimbi anatuvunja mbavu. Kimbikimbi na ako karibu kukimbia kwa studio Mr. Kingpin. Sinalo Kingpin? Yes. Kimbikimbi ako karibu kukimbia. Sasa mimi niko na swali moja ya kuuliza Kimbikimbi Mavitu na tujibu hapa, si ndio? Kimbikimbi, wewe ni Sangwenya ama si Sangwenya? Mimi si Sangwenya. Wewe ni Kimbikimbi. Wewe ni Kimbikimbi. Yes. Kwa hivyo venye watu wanasema kwa comment section hapa Sangwenya. Kwa hivyo kukua Sangwenya sio dhambi. Okay. Bora usibie mtu. Unajua mwizi ni mtu anakupiga ngeta. Anakunyonga vizuri. Anakunyonga. Yeah. Anakunyang'anya na nguvu. Kwani Sangwenya ni mwizi? But ngoja Kimbikimbi Sangwenya ni mtu anakuja anakukalisha chini, anakuongelesha vizuri, anakupendeza, anakurembesa, halafu natoa. Si mimi nimesema ni Kimbikimbi. Si kweli? Ni Kimbikimbi. Ladies and gentlemen, hii ni Bonga na Mavitu show na leo tuko na bam kubwa Kimbikimbi. Na anatukimbiza kwenye studio. Ndio mbaya. Mr. Kingpin Sinyalu. Yes. Tukimalizia, tunataka tuulize Kimbikimbi maswali mawili tu. Mawili matatu. Alafu tukishauliza Kimbikimbi maswali mawili tu, tutajifunga, si ndio? Mr. Kimbikimbi. Hebu anza. Kimbikimbi. Yes. How sure are you that kwa hii bunge mpya yenye mmefungua hakuna mtu atatokea mwenye akona mawazo kama ile ilitokea Jacaranda? Unajua kila mtu ni binadamu. Na politics is about interest. Politics, unafanya politics kulingana na chenye unapata kwa politics. Yes. Unaona? Yes. Hapa hii bunge yenye tumefungua mpya, tujasema sisi pia ni wasafi sana. Okay. But tunaiweka in a capacity where people can rule the bunge. Bunge is for people and it was formed for people by people with people. Nice. Kitu ya kwanza tofauti yenye tunataka kuleta empowerment. Yes. Watu wakuwe na kazi. Kitu ya pili tunataka discipline. Wait, speaking about kazi, ni wale watu wanaingia tu kwa bunge watapata hiyo opportunity ama mpaka watu wengine wa tunaanza na members? Yes. Wakisha kuwa sawa, tuna extend mkono nje. Serikali ya Ruto ya. Unaona? Hauwezi kuwa kiongozi na unalala njaa. Kweli. Unaona? Hauwezi kuwa president wa bunge ukitoka unaomba mtu 10 bob ama 20 bob nisaidie 100. Kimbikimbi, what you are talking about is happening in our parliament right now. Unamaanisha hawa kina nani hao wabunge lazima kwanza kwao kuna kwa safe kuna kumenuka nyama hela. Lazima kwa bedroom. Cheki Valdo. Ndio sasa tusaidie sisi. Hauwezi kuja unipatie 10,000 na wewe unabaki na shilingi 100. Kweli. Sio kweli? But being umeleta story ya bunge. Kwa sasa mimi nashukuru Daktari Raymond Omolo. Big time. Big boss. Raymond Omolo ametusaidia tangu tuanze hii safari yetu bunge ya mwananchi. Sai tutaapisha Raymond Omolo kama bunge patron. Mmesikia hiyo? Kenya nzima. Raymond Omolo anaenda kuwa bunge patron Kenya nzima. You know why? Kisumu Raymond Omolo amefaitia mpaka bunge ya Kisumu imepata basi. Wako na gari. Niliona bunge ya Kisumu iko na basi. Niliona na hiyo ni kata sio Raymond Omolo. Unaona zile mapikipiki vijana walikuwa wanapewa hapa ile empowerment yenye watu wanaitwa parliament. Hiyo ya. Wewe unajua nani alikuwa anapanga hiyo structure? Sijajua. Daktari Raymond Omolo. Daktari Raymond Omolo. Unajua Valdo? Huyo ndo PS mwenye super PS mwenye Ruto alichukua akaweka saidie watu. Bwana. Omolo. Mimi unajua tena unacheki. Wacha tu utakutana na yeye siku moja. Tena ukitaka ukienda Nyanza kuna mama wazee wenye watoto wao walikufa, hawana nyumba, hawana familia, nyumba imekaa hivi. Anabomoa na kutengeneza permanent. Nice. Na anakupatia empowerment. Hapo sawa. Raymond Omolo ameajiri vijana wetu kwa police force, army,
Daktari Raymond Omolo. So when you compare Raymond Omolo is someone anaweza panga vitu zake pole pole bila maneno. Tena ni mtu aongei mingi juu ya kipara. Wanasikia watu wako na vipara waongei mingi. Amenyoa tu hivyo lakini watu vipara waongei sana Kingpin. Cheki. Raymond Omolo kwa kufanya nini ya strategy. Bwana huyu jamani mnoma. Yeye ni mtu tu mtaongea ati mnapigwa yeye hawapigi. Hayuko hata na nyinyi. Wakati mnasema ati sijui Raymond Omolo amefanya hii. Yeye unamuona Kolodo amelipeleka empowerment. Unamuona Tarakaniti. Unamuona Nyanza. That is super PS. Raymond Omolo. Ndio maana nawaambia wa Kenya tafadhali tu support William Ruto bana. Hii ni good deal. Yes. Kuna mtu hapa anauliza Kimbikimbi ameoa. Kulingana na tunaona akizunguka Kenya mzima, huyo ana bibi. Amemarried man bana. Niko na bibi na watoto wawili. Okay. Yes. Watoto wawili na wewe ni mzee. Watoto wawili. Sasa unataka nizae kama panya ndio furahia. Kuna bwana Kimbikimbi. Yes sir. You are around 32 to 33 years. Ndio naingia 30 next month. 30. So okay, you are young. That's good. You are young. Nimeelewa. Kama ndo unaingia 30, you are young. Wawili hao wako sawa. So mimi nikiuliza Kimbikimbi swali lingine. Yes. Kimbikimbi wewe nimesikia mmeshikana na mjukuu kufungua hiyo bunge. Nyinyi kama bunge la chapter Embakasi chapter. Yes. Mko na vision gani ama mko na nia gani ya kuendelesha bunge yenu ya Embakasi chapter na watu wenu? Kitu ya kwanza, asante sana kwa swali nzuri. Kitu ya kwanza tunataka empowerment. Watu wakuwe empowered. Tunataka structure iko hivi. Tunataka kila mtu akuwe na kitu yenye anaweza fanya. Unaona? Hatuwezi kuwa kwa bunge miaka nenda miaka rudi na tunazidi tunateseka. Watu wanatoka jana wanatajirika, sisi ndio tunateseka. Which is not possible. That's not good. We can change the narrative of bunge from being gunizu to become bunge yenye kuna productive, yenye ina support watu. Tunapanga sector ya education tukue tunasomesha watoto wa memba wetu. Tunapanga sector ya empowerment, tutafutia wa mama vibanda wenye wanafanya kushona, tutafutia vitu za kufanya. Tunatafutia vijana hata mashini za car wash wapate kazi. Unaona? Once kila mtu akona kazi kwa hiyo bunge, hakuna siku bunge itakuwa na umaskini. Thank you very much Mr. Kimbikimbi. Yes. Tukimalizia ladies and gentlemen, hii ni Bonga na Mavitu show na tuko ndani ya nyumba na Mr. Ngwechu. Shinyalu Kimbi. Tuko na Shinyalu Kingpin. Yes. Kimbikimbi, swali yangu ya mwisho. Wewe kama Kimbikimbi umetoka wapi? Ndio jikute uko hii Nairobi. Watu wakujue. Ndio jikute uko Nairobi unasumbua watu ni ufupi yako. Mimi nimezaliwa hapa. Umetoka wapi? Mimi nimezaliwa hapa Pumwani hapa. Pumwani. Nimelelewa Mathare. Unajua Mathare? Najua. Mathare Fowe, Muradi. Hiyo siku kulikuwa ni na adhara. Nasikia Mathare hiyo time ilikuwa na adhara yenye mtu anaenda na nyash pale, mwingine ana nyash pale, ikatopia loka mondo waro. Unaenda hapo kuna tuma mawe hivi. Unaenda choo kama umefunika tomato hivi. Na kama uko unataka kwenda adhara, kuna juala nylon, flying toilet. Unaona tembea unachuka tu kitu imekubandika kwa kichwa pap. So nimezaliwa Pumwani, nimelelewa Mathare, huko Mathare Foye. Hata watu wetu wengine bado wako huko. Unaona? Vijana wa Mathare Foye hapo ndio nimegrow na wananijua. Na ushago kwenyu sawa. Umezaliwa Mathare kwenyu ushago Kano Wangaya. Kisumu kama. Unajua mimi najua Gladys ndo Nyawangaya. So Nyangaya hiyo sisi wote ni joka huko. So unatoka Kano. Namuita auntie hiyo. Wewe ni wa Kano. Wodi Kano. Kawangaya. Yes sir. Thank you very much. Wale wenye wajuma Kimbikimbi anatoka ngushago kwao ni Kano Kawanyangaya, si ndio? Kano Wangaya sio Kanyawangaya. Nyawangaya ameoleka Homa Bay, lakini kwao ni Wangaya kwetu. Sawa. Yes. Mr. Kimbikimbi,
Thank you very much. Tukimalizia, ambia watu wewe ni nani, platform zako ambayo tunaweza kupata. Before tuende kwa hot question. Okay. Asante sana. Mimi naitwa Kimbikimbi. Tafadhali mnifollow kwa TikTok Kimbikimbi, Facebook Kimbikimbi, Instagram Kimbikimbi, popote. Nasema asante sana. Tafadhali tufollow hii platform ya Valdo Mavitu. Tujijengane. Hii ni platform yetu ya watu wa ghetto, na kama wewe ni msanii, wewe ni upcoming comedian, singer, wewe ni mtu unafanya biashara yako, ungependa ufanyiwe marketing and advertisement, tafadhali Bonga na Mavitu. Ndio njia tunaenda sasa hivi. Thank you very much. Sinyalu Kingpin. Yes. Kuna kitu nilikuwa nimesahau kabla tumalize. Kimbikimbi, unajua chairman wa ODM? Chairman wa ODM ni nani? Brayo wa Youth Sama. Chairman wa Simba. ODM chairman. Simba. No. Aladwa. Thank Bwana you very nasikia much. Aladwa ni mgonjwa. Aladwa. Ako hospitali gani? Aladwa. Huyo ndo chairman wa ODM. Tena tunamheshimu sana Mheshimiwa Honorable Aladwa. Quick recovery. Quick recovery. Matejo, si natafuta hospitali yenye yako ni mpeleke hata kama ni machungwa. Tuende tutembelea Aladwa. Tusalimie mheshimiwa wetu na tumuombe Mungu amlinde, amongoje na mpe nguvu, ampe nafuu ili akuje hii mnyangariko ya 2027. Si ni kweli? Yes. So Mr. Kimbikimbi pia wewe mali huko, ombea sana mheshimiwa wetu Aladwa. Alafu tena muombe President William Ruto, Mungu amlinde. Thank you. Amchunze, amtunze, amusikilie na muinue. Huyo ndio tuko naye kwa sasa hivi. Thank you very much. Show yako ni ya Bonga na Mavitu. Na umekuwa na Shinyalu Kingpin na niko na Valdo Mavitu. Unasemanga nini? Mani sude go bungo mauda bungo emochape sokochaji aka Valdo Mavitu, Commander in Chief ya Magunzi. Tukutane episode 3 kwa show ya Bonga na Mavitu. Bonga na Mavitu. Unasemanga Unasemanga nini? Unasemanga nini?